na mchezo huu umeaktiwa na shule ya msingi ya Butere Girls. Umefuzu kutoka sub county, ilikuwa nambari 1, county ikawa nambari 1, na katika regionals wale adjudicators waliipatia max 90 na hakuwa na tashwishi yote na mchezo huu. Lakini vile tulirudi shule, yule mkubwa wa shule aliniambia kwamba wale watoto wamesema kwamba imesemekana kwamba hawawezi enda kwenye nationals kwa sababu mchezo huo ni wa siasa na unaharibia viongozi fulani jina na hautaruhusiwa kuperform. Nikamuuliza unatoa wapi masuala kama haya na ilhali ni haki ya wanafunzi kuperform? Akaniambia kwamba orders from the above. Vile nilifuatilia kupitia Regional Director of Education, akaniambia yeye amepata orders kutoka State House kwamba mchezo huu usiperformiwe mahali popote. That is when nilichukua mawakili wangu wakili Ken Chesa na wakili Busiega Edgar kuenda kotini kuhakikisha kwamba wamehakikisha mchezo huu umefanyika. Koti ilipeana order na tumekuja nayo jana vile tumefika kule, wamekataza watoto kufanya rehearsal yoyote. Wamefungiwa kwa chumba kimoja na wakaambiwa wasitoke pale, chakula wanaletewa pale na wasijaribu hata kupitia mistari ya play hiyo. Mimi mwenyewe nikafungiwa nje, nikaambiwa siwezi ona watoto. Polisi karibu 50 walikuja wakanishika, wakanileta hapa kwenye Nakuru Central Police Station, lakini baada ya muda mchache wakanitoa tena na Subaru, wakaniweka kwenye buti ya Subaru, wakanipeleka kwa msituni. Tumetembea nao masaa 4 usiku kwenye buti ya Subaru. Hawaniambii niko wapi, lakini zilikuwa eneo za Baringo, mahali penye hata hakuna barabara, hakuna mtu, hakuna lami, ni katikati ya kichaka. Wanakuacha kwenye buti, wanatoka kule nje, wanaanza kuongea kwa masimu. Ilikuwa jambo la kuhofia kabisa, lakini mwishowe wakanileta sasa pale Eldama Ravine Police Station, kama karibu kuna kucha, wakanitupa pale bila maandishi yoyote. Leo asubuhi nimeuliza makosa yangu ni nini, hawajaniambia makosa yoyote, na nikaambiwa kwamba nimeachiliwa unconditional. Mimi ningependa kusema kwamba mtu ambaye ako nyuma ya matendo haya yote sio Regional Director of Education, sio drama officials, sababu drama officials walihakikisha kwamba play hii imeperformiwa kutoka sub county. And I want to thank the drama committee for ensuring that these girls have been given the right platform. Mtu ambaye ako na shida na huu mchezo ni William Samoei Ruto, and we must call him out, we must call out Mr. President. Kama ni maiti hawa wasichana Butere Girls wanakuambia wewe kwamba hiyo shani lazima itafanya kazi, upende usipende. Jambo la pili, hawa wanafunzi wanakuelekeza kwamba wanaelekeza good governance free of corruption. Wanasema kwamba hawataki mambo ya ufisadi Kenya hii. Kama watu wako hawezi kuambia, basi wanafunzi wa Butere walikuwa wamekuja leo kukuambia they want a country that has got good governance and that is free from corruption. Jambo la tatu, hawa wanafunzi wanataka ile education system yao iwe education system ambayo inawasaidia. Umeona tuko na shida mingi ya CBC, tuko na shida mingi ya university funding model. Mchezo huo unaangazia Gen Z ambao wanasema kwamba wangependa rais uangazie masuala ya masomo. So shida iko wapi bwana rais? Paka unapiga watoto na tear gas. Jana mlitumia live bullets kwa sababu wamefanya mchezo wa kuigiza. Na mchezo huu hawajataja jina lolote. Mchezo huu umewekwa katika setting, fictional setting kule Middle East ambayo inaitwa the Royal Velvet Emirates. Sasa wewe Ruto ulikuwa rais wa Royal Velvet Emirates siku gani? Hawa watoto waongei directly juu yako. Wametumia majazi, jina za majazi, symbolism, idioms, metaphors. Wanajienjoy tu wakicheza kwenye mchezo. Kama watu wanakogopesha hivi, sasa je, sisi tukikuandama 2027 si utaua kila mtu katika nchi hii? So I want to call the international community to step into this matter, because the rights of the children have been infringed and it's only the international community that will salvage us. Mimi nashukuru sana waheshimiwa ambao wamesimama kidete, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nashukuru sana hata chama cha ODM
Nimeona wametoa statement ambayo kukashifu mambo hii. Nimeona Raila Odinga ameongea, nchi yote inaongea, and we are here to ensure that the president must listen to us. Mimi ningependa kuomba mawakili wangu, tafadhali do whatever you can do to ensure that this play is performed. I am now instructing you to go back to courts and get orders for those children to perform before an audience. The second order that I'm instructing you to go and get is those children waende wa perform katika National Theatre ambayo itakuwa filmed, and that performance will be used now as history so that the coming generations can be able to watch this play. Yesterday after you were chased with tear gas, what exactly transpired? Because within seconds you were gone. Yeah, nilitolewa katika gari yangu, walipasua kioo moja kwa gari yangu, wakatupa ndani pilipili ambayo ilikuwa pale ndani, so ikaanza kutuchoke. So ilibidi nitoke na wakanishika, wakanipeleka hapa Nakuru, na vile nilisema tukapelekwa katika msituni. Nikatolewa hapa Nakuru police station, nikapelekwa msituni usiku nzima. They didn't harass me. We have a very disciplined police force, by the way, because they didn't harass me. They had the option of beating me up in the wilderness, but they didn't do that. Nikisema kwamba polisi walinipiga, nitakuwa nadanganya. Hao polisi walikuwa wanafuata sharti ya mtu ambao walikuwa anaongea nao kwenye simu. Ningependa tu pia kuwasherekea kwa sababu walikuwa na option ya kunimaliza jana usiku. Umezungumza na cast yako kwa sababu baada ya kurushiwa tear gas kuna baadhi ambao walitoka na haijulikani walipoenda. Sasa hivi wako vipi na hali yao? Sijazungumza nao kwa sababu hawaruhusu wale wasichana wa interact na mtu yeyote. Sasa hivi nimeambiwa kwamba na the political class ama the administrators katika Kenya National Drama Festival. These are festivals that we celebrate. These are festivals that has no drama. 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 Ashuka.